utu na ubinadamu, na kila wakati ambapo mnakaa kwenye jamii ni vizuri kukaa kwa amani, kwa umoja, mkisaidiana, na ukiona mwenzako ni ndugu yako, mwenzako ni dada yako, haijalishi ni kabila lake, haijalishi hali yake ya maisha. Ndiposa leo kwenye jukwaa la busara ndani ya runinga yako ya Bethel Clouds TV tunazungumza haswa masuala ambayo yanawahusu wajane na zile shida ambazo wanazipitia. Na kabla tuendelee kabisa, ningependa tukukumbusha, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yetu, tafadhali fanya hima, subscribe, ndio ndiposa kila wakati tunaleta hizi vipindi unakuwa wa kwanza kuzipokea. Na kumbuka kipindi hiki jukwaa la busara imekuja kwako kwa hisani ya Bethel Clouds Communication Limited. Hii ni shirika ama ni kampani ama ni kampuni ambayo inahusiana na utengenezaji wa website na vile vile kutengeneza mambo na brochures, kutengeneza, na pia kama pengine una sherehe pale nyumbani, sherehe ya harusi, pengine una birthday party pale nyumbani, unaweza tutembelea na tukaweza kukusaidia ama kucreate zile moment. Kwa hivyo bila kupoteza muda, kila wakati naitwa Job Amalo, na hii leo niko na mgeni ndani ya mjengo na sitaki kuzungumza sana. Mbona tuandikie mate na uno wenyewe upo, na bila shaka ni mtu mkubwa, anaweza kujitambulisha mwenyewe, ndiposa tuendelee na mada leo. Karibu sana mtumishi. Nashukuru. Habari ya siku nyingi? Salama, nashukuru. Umenipotelea sana. Niko salama, nashukuru Mungu. Kwa uzima, mvua imenyesha na tunaendelea salama. Sawa sawa. Katika neno la Mungu. Tunashukuru. Kwa manufaa ya msikilizaji yule ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, labda tu ungejitambulisha kwa ufupi tu, wewe ni nani, unatokea wapi? Yes. Nashukuru Mungu. Mimi ni Pastor Pauline Daktari Mudhusi katika CFC chini ya Apostle Ndura Waroige, ambaye ni baba wangu wa kiroho, baba ambaye ananilea katika neno, na ninashukuru katika mahali pale kuwa nimepewa kitengo cha kuhubiria vijana wa mtaani, kama vile jinsi unavyoona mahali tuko maeneo ya Uhuru Park, Karuna Park, Green Park na Jivaji. Tuko mahali hapa ni kwa sababu ni mahali Mungu aliponipea hii huduma. Baba yangu wa kiroho Apostle Ndura Waroige akanambia, haya, hiyo ndio sehemu yako, endelea. Na nashukuru Mungu. Okay. Asante sana. Kwa hivyo penzi msikilizaji, umejisikiza. Na pengine kwa wale ambapo pengine unasema unataka kufanyiwa interview kwenye jukwaa la busara, ama pengine una project fulani na unataka tuweze kuangazia, basi kuna nambari zetu za screen zinapitia pale chini. Unaweza piga simu 0722395555, ama vile vile unaweza piga namba nyingine ni 0703962229. Kwa hivyo kama unataka interview yoyote ile, wewe basi piga zile nambari za simu, alafu pia tutakuwa tunazungumza. Kama pia unataka tukufanyie matangazo ama una kazi yoyote ambayo unataka tukufanyie, bila shaka tuko tayari kukusikiza. Kwa hivyo Pastor Pauline, yes. Kufuatana na mada ya siku ya leo kuhusiana na wajane, labda kabla hatujaingia kwa ndani sana, labda kuna mtu anajiuliza kule nje, mjane ni nani? Nitaweza kujibu hilo pia. Mjane ni yule mwanamke ama mwanamke aliyeolewa katika ndoa, then pale akapoteza bwana yake akafa. Sasa akifa, ule mwanamke ubaki kuwa mjane sasa, bila mzee, bila bwana. So ni yule ambaye ashaolewa na bwana yake akafariki. Sasa huyo ndio mjane. Huyo ndio mjane. Na mwanamume je? Ambaye mke wake amefariki? Anaitwa mkiwa. Sawa sawa. Anaitwa mkiwa, na nilihappen kuwa mmoja baadhi ya wajane katika nchi yetu ya Kenya. Na ndiposa Mungu akanielevate kupitia mahali pale mbalo na kuhubiria vijana wa mtaani. Mimi ni kiongozi katika nchi yetu ya Kenya ambaye ninapigania haki ya mama mjane. Okay, labda sasa tu utueleze tu hawa sana hawa wajane wako kwenye, labda ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe binafsi ukaamua kuchukua ama kujitwika huu mzigo wa kuweza kuwashughulikia wajane kwenye jamii? Ili ilikuwa ni kama, siwezi elezea zaidi, lakini naweza sema ilikuwa kwa mpango wa Mungu. Ni kwa sababu wakati niliolewa, nilifunga harusi kutoka Mombasa kuja hapa Nairobi. Mimi nilikuja na mchungaji kama ambaye nilikuwa mke wa mchungaji. Kufika mahali hapa sikujua kama yatakuwa vile yalibadilika kuwa. Tulipofika mahali hapa alipata ajali na nikaingia katika list ya wajane nikiwa mchanga sana. Nilikuwa ndani ya nyumba ina breastfeed, lakini sasa alipopata hiyo ajali nikajipata niko pale. Ndani ya wale walimtembelea ndani ya nyumba, wengi walikuwa ni wale wamefiwa na mabwana zao. Sasa nikiwa pale katika, wacha niseme Mungu alikuwa ameniandaa, na ndipo akanishikanisha na mchungaji, mtumishi wa Mungu. Wazo likanikujia, hawa mama wanakuja kwa nyumba yangu kufanya nini? Nikawa naangalia, naona wanakuja, tunakula, tunashinda pamoja, lakini tutaishi hivyo?
Wazo likaniambia niwalete pamoja, niwakusanye pamoja, tuwe tunakuja tunazungumza pamoja, tunaomba pamoja. Hapo wazo likanijia kwamba waandike majina. Tukaanza kufanya ingine inaitwa merry go round. Hii merry go round tukaanza tukaifanya, wanatoa pesa, tunachanga Fridays, tunagawana chakula. Tunanunua bele ya unga, tunanunua mchele, tunagawana mafuta, tunachukua, tunagawana, wanakuja na michupa. Tunagawana. Nilikuwa mgeni kutoka Mombasa. Tukaanzia hapo. Nikaenda nikachukua cheti, nikauliza chief, akanielekeza mwelekeo wa vile nitapata cheti cha wamama. Kaenda nikaregister, niko pale tu nanyonyesha mtoto. So nikapata kuelewa hii kitu ilikuwa ndani yangu juu niko pale na breastfeed na nimeanza mambo ya kushughulikia wamama wajane. Tukawa tunakuja pale sasa, wakakuwa wengi, wakafika kama 50, nikawatoa ndani ya nyumba, tukatoka nje kwa kiwanja iko inaitwa Maisa pale Kasarani. Na tukaanza hapo na tukaendelea kupitia hizi connection za mambo ya mtandao, internet nini, na watu wa media ambao wamekuwa msaada sana. Tukapatana na wengine, tukaungana mpaka tukaform umbrella body. Na labda wakati mnakutana na hawa wajane, ni shughuli gani hasa huwa mnashughulika nazo nyinyi kama wajane? Tunajishughulisha na mambo mengi sana, kama vile kufanya wamama wengine tunashona viondo, wengine tunatengeneza sabuni. Tunaita hawa wataalamu wenye kutengeneza sabuni kutufundisha kutengeneza sabuni ya panga, kushona manguo pia, na kupitia mkono wa serikali tukaungana, tukaenda kwa maofisi, tukaandika kitu inaitwa proposal. Tunaenda tunaandika wakiangalia, wakatupea machines. Kuna wale wako na charani wanashona manguo, wanashona sweta, wengine wanatumia mkono. Kwa wale wazee wakongwe sana, kanza sehemu za Ukambani wameshona chondo mingi sana, na ndiposa nikaona hata baba yangu akiroa Apostle Ndura Waroige, hiyo mambo ameanza hapa kwa kanisa. Nikaona hii sasa itasaidia mama mjane sana, kwa sababu wako kwa hiyo line. Na labda tu mnajua, maana wakati ulipokuwa ukianza, unajua wakati ukianza kitu kuna watu wanasema hapana, huyu anataka tutumie sisi kujifaidi yeye mwenyewe. Sijui wakati ulipokuwa ukianzisha hiki kikundi, ni changamoto gani ambazo ulikuwa unazipata wewe mwenyewe binafsi? Ziko changamoto mingi sana. Kunao walisema kuwa natafuta biashara, nataka, na mimi hata sikujua kitu kama hiyo. Ilinitokea tu kwa nyumba, hata watu kwa kija kwa nyumba anasema, hata kasichana kadogo hivyo, haya mawazo kametoa wapi ya kufanya kuleta wamama pamoja, hata wamama wako na umri kukazidi, kanaongelesha wamama, kanawafanyisha. Lakini nilijua iko ndani ya Mungu, na Mungu ananipea mwelekeo, kwa sababu sikujua chochote. Hata mamangu mwenyewe akiwa nyumbani akaniuliza, wewe vile ulivyo mdogo hivyo, ushawasikia hata kwa kijiji kwetu hii mtu anakusanya watu, anawaambia kujeni. Wewe hiyo mambo ulitoa wapi? Achana na hiyo mambo kabisa, na ukae kama msichana mzuri upate mume mwingine uolewe. Nikamwambia mama, kama iko ndani yangu wewe acha nifanye. Tukapigana kwa muda, dada zangu wakaingilia kati, wakamwambia mama, kama hii iko ndani yake na Mungu alimpea, maybe ndio sababu aliolewa na bwana yake, na kabla hawajakaa kwa muda bwana akapumzika, ndiposa mjane katika nchi ya Kenya akaweza kukumbukwa na Mungu. Wewe achana na yeye, endelee. So nimeendelea mpaka alikuja sema, kumbe nilikuwa napinga mtu mwenye Mungu ameteua ni kwa ajili ya kazi yenye alikuwa anajua. Ndio alikuwa anaona ni kama nitamhusisha kwa kumuuliza nitafanyaje, lakini Mungu nipea mwelekeo na ninashukuru. Ninacho challenge. Kwa hivyo kwa hizi hatua zote ama hizi miaka yote ambapo umekuwa na hiki kikundi cha wajane, mkitembea, mkifanya kazi kwa pamoja, labda tu ni jambo gani ama mambo mawili ambapo unaweza jivunia na usimame useme hakika nimefanya kitu katika maisha ya mjane? Huwa tuko na classes na categories of widows. Tuko na mjane ambaye amepata watoto wasichana, ambaye anadharauliwa zaidi na kuambiwa kwamba akishapata bwana yake amekufa, anaambiwa enda ufanye kazi ya umalaya wewe na watoto wako, mkue, mfanye biashara, mjitoe kwa boma ndio warithi shamba. Challenges utapata ni mingi sana, lakini mbali na hizi challenges kuna zile njia nilipata mimi kupata mwenyewe ya kwamba out of kupitia mangumu moyo wangu umekuwa strong, na nikapata kuelewa ya kwamba sio tu mwanadamu tena kumtegemea mamangu, kumtegemea babangu, kumtegemea hata mume wangu aliyekufa, bali nilibaki kwa mikono ya Mungu. Na kwa sababu huyu Mungu amenifikisha mahali amenifikisha right now ni miaka 14. Kwa hivyo kuna Mungu anayeasa nihifadhi hata kwa miaka ingine na miaka ingine zaidi, nikaweza kuongoza wamama na kuwafundisha mambo mengi ambayo nimepata kuelewa. Juu katika haya mambo ninayokuambia kuna classes na categories of widows, utapata kuna mama aliyeachwa na watoto wa kiume. Hawa watoto wa kiume wana threaten mama yao, kumtishia na kumwambia leta cheti cha shamba ambao baba amekuachia. Wewe ni mwanamke kama wasichana wengine katika boma, enda uolewe upate mume mwingine. Na especially, na samahani kusema, Wakikuyu sana, hiyo inawaangukia sana. Kwenda kumwambia mamake, toa pesa zenye uliachiwa na mzee, leta hizi pesa wewe, ingia kwa mtaa, anza kazi ya umalaya, fanya kazi nyingine, tuondokee kwa boma tupatie cheti.
mama inakuwa na si anjachagua, si choice yake kufanya vile, lakini utapata kwa sababu ya kupushiwa, kusukumwa na watoto wake ataondokea, ambapo hapo pia watapata laana. So liche ya changamoto ambazo wananyang'anywa shamba, wananyang'anywa pesa, ni changamoto gani ambazo wakati mko kizungumza na hawa wajane wanazipitia? Wengine wanapitia especially pande ya Western. Utapata wengine wanasema ya kwamba wananyang'anya watoto. Kama mume wako alihaga, kuna zile traditional lazima upitie, zinaitwa ile cleansing, ndio waweze kukubalika katika boma. Wengi wametorokea hii Nairobi, wananiambia pastor, vile unavyoniona vile mimi hivi nilikimbia kwa boma kwa sababu nilikuwa naambiwa nipewe kijana mdogo kuliko bwana yangu, wengine kulingana na age. Hiyo traditional haiangalii umri. Kwanza mmoja mwenye naongea naye ananiambia alikuwa anapewa mdogo wa bwana, anaambiwa kama unataka watoto, hatutaki watoto kupitia boma, nje ya boma, tunataka watoto within the family. Sasa anaangalia na shida, mimi nipewe kijana mdogo, anaondokea, anakuja Nairobi. Akaniambia mimi niko Sikanyangi. Sasa ikahappen kwamba msichana wake alikuwa na harusi, hakuruhusiwa kwenda kuhudhuria harusi juu alikataa zile mila za ile familia. Ikawa pia hata wengine unapata mtoto wako ameaga ama mjukuu kupitia ile familia ulipata, haruhusiwi hata kuhudhuria hizo mazishi. Kama ni hivyo, wananiambia wanajificha, wanafunika kichwa, anajifunika na maleso ahudhurie, na asija akajulikana na mtu katika ile familia. Akipatikana kwamba huyu ni so and so, watu wanaambiwa dakika utashikwa na utafanyishwa zile ulikataa kwa hapo. So unapata kuelewa kwamba wanateseka zaidi sana. Na parenting as a widow, unapata kuna mtihani kubwa sana. Unadharauliwa, hakuna mtu anakuheshimu, wanaona ni kama ufai, unaonekana ni kama hauna mwelekeo wote, lakini ufate wa familia. Wamesahau kwamba Biblia ilipokuja na neno la Mungu lilipokuja ilitukomboa. Kama huyu mama mwenye alikimbia, yeye akakataa kijana mdogo wa bwana yake, alisema mimi nimeokoka, na akaambiwa wewe na wokovu wako potelea. Okay. Na sasa kwa sababu unajua mzigo ni mzito sana. Wewe peke yako kusema ukweli hauwezi ukaubeba peke yako kauweza. So labda pengine kuna wahisani ambao wameweza kujitokeza, wamekuja wamesema mtumishi, tutakusaidia hapa, ama pengine kuna mashirika ambayo si ya kiserikali ambayo yanashirikiana pamoja na wewe katika hii safari ya kulea wajane? Ni kweli. Na ninashukuru sana, nikianza na baba yangu Apostle Ndora Waroige, anao mzigo, na nilipomwangalia hata wakati tulikuwa tunaongea niliona ya kwamba Mungu amempea huu mzigo, japokuwa yeye si mjane, si mkiwa, na si hajakuwa mjane, bibi yake bado yuko hai. Mungu alimpea hii moyo ya kwamba asimame na wale waliofinywa katika maisha. Kwa sababu gani? Anasimama na mimi kupitia vijana wa mtaani, anawanunulia manguo, ananunua viatu, anawapea chakula na hata mahali kwa kukaa. Na hiyo inanitia nguvu ya kwamba kuna mahali naelekea. Mungu alinituma kwa hapa mahali akiniconnect na watu kama wale. Nikipitia upande wa mama pia anakuja pale, anawanunulia chakula, anahakikisha kwamba wamekula madawa, wamepata madawa, wale wako na ugonjwa. Juu katika hii safari ya ujane tuko na kila mtu ako na sababu kwa nini bwana yake alimwaga. Kuna wale waliachwa kwa sababu ya ajali, kuna wale waliachwa kwa sababu ya ugonjwa, kuna wale waliachwa kwa sababu ya maybe walipigana through accident, wengine kupitia ajali, wengine walipigana through hii inaitwa gender based violence, wanapigana pale. So kila mtu ako na sababu yake na kila sababu ina challenges zake. Na labda kuna wakati nilikupigia simu, nilitaka kuzungumza na wewe, ukaniambia uko nchini Uganda Kampala. Na ukaniambia ni hizo shughuli za wajane tu bado ulikuwa umeendea. So ukilinganisha zile changamoto ambazo wajana wa nchini Uganda wanapitia na hizi changamoto za hapa nchini Kenya, zinafanana ama kuna utofauti? Zinafanana kabisa. Kwa sababu utapata vile mjane anavyofanywa katika Tanzania ninacho kikundi pale Arusha town na Babati. Ukiingia ndani kufika Tanzania Arusha ndani kabisa, mahali unachukua kama siku 2 ukitoka Kenya hapa, utasafiri kama leo ufike saa 10, usafiri tena ufike kesho asubuhi. Ni kama kwenda Mombasa. Alafu utapata challenges zao pale, hata vile kuzika. Utapata kama Babati nilienda kuzika one of the mjane, nikapata kwamba ana watoto Waislamu na wengine ni Wakristo. Sasa Waislamu wanasema mama ziko leo, Wakristo wakakataa, wakasema kunaye mama kiongozi ambaye alitufanya akatuleta pamoja kupitia maombi, akatufundisha kwamba tusiwe tunakaa kwa manyumba na kulia. Mjane si mtu wa kulia na kusemanga kama huku Kenya tunasemanga, Wakikuyu wanasema nenda kwereyo. Unamuuliza kwa nini unashindanga saa yote unalia, anakuambia nenda kwereyo. So hakuna muda wa nenda kwereyo, unakaa na wengine mnachanganyikana. So nilienda mahali pale, sikujua kama natengeneza kikundi, nilienda tu kuwa encourage na kuongelesha, lakini nikapata kumbe wameshaungana. Nilipokuja huku wakaniambia kwamba wali form groups na huyu mama ameaga. Sasa Wakristo walisimama kwa nafasi kusema
tunamngoja yule mama haje. So ilibidi nitafute fare, nikaitwa haraka sana, nikaenda Tanzania. Nilipofika tu ndio huyo mama alizikwa. Wakristo Waislamu walikuwa wamekaa mbali, Wakristo wakatawala, sasa wakawa ndio wako hapa. Nikawa ndani ya moyo naona injili ya Yesu inaendelea kwa upande wa hata kupitia ujane Mungu anajidhihirisha. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, natumai unasikila na hadithi unaifuatilia sana kwa zile changamoto ambazo wajane wanapitia. So upande wa kwako kule, sijui ni changamoto zipi ambazo wajane wanapitia? Tungependa kusikia maoni ya kwako. Tuma kwenye comment section pale, ingia kwenye inbox na pia kwenye nambari za simu ambazo zinapita pale, na bila shaka utakuwa unafuatilia. Kwa hivyo tutunge mapumziko kidogo tu, alafu tutakuwa tunarudi kuendelea. Hihi ni we atĩ no ũheo ngombo ya kuma 10,000 nginyagia 100,000 weyandĩkithia na Besma Sacco. Gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũretio wa kũrũgamĩrĩra ngombo yaku. Wĩyandĩkithie, wĩigĩre, no ũheo ngombo ya hau ũcoke ũrĩhage kahora kahora. Besma Sacco, reke tũgũteithĩrĩrie gũkũria biacara ona kana kũgũra mũgũnda, ngari na macini cia wĩra. Ngoro kũrĩa nyama kĩmanyendagia phone accessories. Mahinda marĩa ndaiguire wĩra wakwa nĩ wacoka thĩ, nĩ ndathire kwa Besma Sacco na makĩndeithia na mbeca cia kubusti wira. Mahire 500,000 na riu wira wakwa ni ukirite no gathi wega muno. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0712228490 kana wĩingĩre rũrenda rwa www.besmasacco.co.ke. Naam, karibu tena. So mtumishi, tukiendelea kumalizia labda sasa ni hatua gani ama mikakati ipi ambayo wewe na wadhamini ama wahisani wako ambayo mumeiweka, ambapo mtaona kwa miaka 2 ama miaka 3 mjane hata kuwa kinyanyasika katika jamii? Tena nitarudi tena kwa mtumishi wangu baba wa kiroho ambaye anakuwa ni kielelezo kwangu na ananifundisha mambo mengi sana, Apostle Ndora Waruige, kupitia mambo na media na connection na kuomba Mungu sana na kufundisha mjane kuomba. Katika kila huwa nikimaliza mahali hapa naenda pale kwa baba yangu kupokea na classes anafundisha za jioni, mafundisho ya jioni kuanzia saa 10, na kwa kila mmoja anaweza pia ako huru kuja kusikiza pale. Mimi nasaidika na niliona ni kwa faida ya maisha yangu nifaidike kupitia yale mafunzo. Baba yangu alipata kupata wafadhili wanamsaidia kununua shamba. Niliposikia hii shamba imenunuliwa, alipokuwa kitangaza Jumapili kanisani, nilisikia amani ndani ya moyo kwamba mjane amepona. Hata kwa yule wa kudharauliwa, vile wananyeshewa, ukifuatilia wengi utapata ni wajane wanateseka katika mahali pale, wale wametengwa na familia zao. Hata kama mtu alizaliwa mahali kuna mahali amerushwa katika familia, lakini mtumishi Mungu amempea moyo ya kwamba kupitia watu wengine anaungana nao. Msaada unaingia, ananunua shamba, anawagawia. Sasa wale wa mama nina furaha kwa sababu wanapokuja pale wananiuliza tutajengewa lini, nawaambia baba, hiyo yote iko kwa mpango wa Mungu. Na hiyo ni jambo nzuri sana. Nikiangalia upande na serikali, wanasema kuna centers wanatengeneza kama kule Kinerwai, watengenezee wajane na vijana wa mtaani, ambapo serikali saa zingine uvunja watu moyo kwa sababu wanachukua muda. Utapata imetangazwa sasa hivi inaweza chukua miaka 20 mpaka kabla ije itimie. Lakini kwa mtumishi wa Mungu na injili ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Kenya, na baba yangu akiwa mmoja katika shujaa, ninashukuru sana kwa sababu najua itafanyika. Na hata kama serikali itachelewa, serikali itafuata mwelekeo wa kanisa kupitia baba yangu Apostle Ndora Waruige. Okay, ni jambo la kutia moyo kabisa, ambapo nasikia tunaona kwamba hawa wajane wanatafutiwa makazi na pia wanaweza kutafutiwa shughuli ambazo wanaweza kufanya ili waweze kujikimu katika maisha. So mchungaji, pengine kwa miaka 5 ama miaka 10 ijayo, mnajiona mtakuwa wapi? Tutakuwa watu tunaweza kujitegemea. Kwa sababu gani? Kuna mafundisho ya pesa tunapewa ya kufungua biashara zetu, na pia hata na kanisa imetenga kupea watu pesa, na hata vijana wa mtaani hawajaachwa nyuma. Wananunuliwa zile troli za kusukuma, wananunuliwa mkokoteni, hata kama wataenda wauze. Kitu inanifurahisha na baba yangu ni kwamba havujiki moyo, anakuwa kielelezo na amejiweka mwanga mbele ya kwamba hata vijana wakikimbia, hata wamama wakienda wakule hiyo pesa, yeye havujikangi moyo, wakirudi tena na warudisha tena. Na mimi sifi moyo kuwaleta, naendanga na waokota, tunawaambia kujeni twende. Baba yangu ana moyo mkubwa, nishaelewa moyo wake kwa kwamba hata akinikemea hapo ndio kuna njia, na ninajua mjane atasaidika kwa sababu kama mimi mwenyewe nina biashara yangu na nimesaidika kupitia sako ambayo iko kwa kanisa inaitwa Besma Sacco, na kuna zingine nyingi pia. Na kila mtu akija pale na wajane wameanza kuungana groups, tunakuja tuna form group, tunapewa hiyo pesa, tunasaidia biashara zetu. So tutakuwa watu hata na magari tutaendesha, hatutakuwa ni sisi wale tena, tutakuwa ni watu tunakopesha badala ya tukopeshewe. Ushasikia? Mjane pia ni mwanadamu, mjane pia ni mtu na ana haki ya kuishi, ana haki ya kumiliki
kitu chochote katika jamii, jinsi wewe tu unavyomiliki, tuseme mashamba, magari, biashara, yataje yote, wana haki pia ya kumiliki. Uko nyumbani pale, una sherehe pale nyumbani, una birthday party ama una function yoyote ambayo unataka tuweze kukufanyia video of coverage, Bethel Clouds Communication Limited tuko hapa kwa ajili yako, na unaweza tupigia nambari za simu 0722395555 ama vile vile unaweza piga simu 0703962229, na shughuli zote kuhusiana na media tutakuwa tunakushughulikia. Na pia kama una kampuni na unataka kufanyiwa website, pia sisi tunashughulika nayo, na unataka mambo na graphics and designs, pia bila shaka tunakutengenezea. Ama unataka brochures, unataka business cards, wewe uko pale, uko na shule, unataka school IDs, unataka IDs za kampuni, ama unataka logo za kampuni, bila shaka kampuni pia tunashughulikia. Tukimalizia tu mchungaji, labda wito wako kwa wananchi ambao wanakutazama kwa sasa, unawaambia nini hasa wale ambao wanakaa na wajane na wale pia ambao wanawadhulumu wajane? Kwa wale wanaodhulumu wajane nitawaambia kwamba mjane pia ni binadamu, na mjane pia ako katika sheria za nchi ya kwamba asidhulumiwe, akae maisha mzuri, maisha ya kuridhika, na akae kama anaonyesha upendo. Na kama kuna sehemu ya mali, kama mjane bwanake aliaga, serikali iruhusu apewe cheti za bwana yake, sisi pewe family members. Hazifai kupewa family members ama watoto, especially kama ni mimi niko hai na bwanangu aliaga, mimi nipewe mimi mwenyewe, na hiyo itakuwa ya manufaa sana, kwa sababu itanisaidia na vile nitajenga familia ya kwangu, mambo kama yale. Na pia kitu kingine nilikuwa nataka kusema ni kwamba mjane asikae pale na kusema Kiswahili mjane asikae pale na kusema ati yeye ataoga, analala tu saa yote ni kulala. Ajiweke price tag. Price tag inamaanishaje? Ajiweke bei kwamba mimi naweza, na natakanga kuwa kielelezo kwao ya kwamba hata hao wanajua. Na waambianga tunaoga, tunajipaka mafuta, hata kama ile ya shilingi 10 pale kwa soko tunachukua lace ile ya shilingi 10, ilikuwa ya zamani ya shilingi 10. Sijui kama ulikuwa umezaliwa hiyo wakati. Kuna mafuta ilikuwa ya shilingi 10. Ya shilingi 10 ilikuwa inaitwa lace. Unajipaka, ukisimama pale kwa juu utapata unametameta ni kama umekula samaki, unakulanga vizuri. So mjane ni mtu aoge, ashuke nywele vizuri. Hata hapo so anasemanga tuweke vizuri, tujiweke bei ya kwamba sisi si wale tulikuwa tunahurumiwa. Ni sasa, yani kwa ufupi anamaanisha kwamba ukiwa mjane usikubali kuparara pale nyumbani. Waswahili wanasema usikubali kuchapa. Oga, vaa vizuri, rudi soko, maisha isonge mbele. Na kuna kitu umezungumzia pale, ukazungumzia kufuatana na vyeti. Na labda nikurudishe nyuma kidogo. Kuna sana ukiangalia kuna wajane wengi ambao wanadhulumiwa ni wale ambao hawajakuwa na vyeti vya ndoa. So sawa. So kwa labda serikali inaweza fanya nini kuhakikisha ya kwamba kila mtu anapata cheti cha ndoa? Mtu yote yule ambaye anaingia kwenye ndoa akuwe na cheti, ili na ninaomba kwamba lisitokee, but ikiwa litatokea labda mume wako amefariki, una cheti cha ndoa ambacho kinaweza kumsaidia huyu hata asiweze kunyang'anywa mali yake. Serikali nafikiri inafaa kuconsider. Kwa sababu gani? Huyu mwanamke hata kama huko olewa harusi, kama vile nilikuwa nasema kuna classes na categories. Kuna wanted widow, na kuna unwanted widow. Mwenye hakutakikana katika ile boma akiolewa, yule upitia ana kila kitu, lakini atapitia challenges kubwa sana za kwamba hatambulikani katika mahali pale. Na kuna wale wedded widow, kama vile mimi nilikuwa wedded through the church. Utapata pia ninateseka na niko na vyeti na niko na kila kitu yote. Kwa wale pia hawana, although itanitetea mimi nikifuatilia vile tukisha ripoti kwa serikali, kuna vile mipangilio iko inafuatilia ionekane ya kwamba nimepewa haki ya kwangu. Kwa wale wenye waliolewa bila hizo cheti na una watoto, hawa watoto huko okota wanahitajishwa na jina ya mtu. Kuna ID ya baba ya watoto wote wameitwa na jina yake. So huyu mama hata katika kupitia mambo na serikali wanafaa waconsider mama kama huyu, wachukue ID ya baba, wachukue ID ya mama, na watoto pia wenyewe wako na ID, wote wanaitwa. Mama anapewa security, hata kama ni written document ya kwamba mimi I belong to this family. Hata kama atachesiwa, atafukuzwa, atolewa katika boma, akienda tu kama wengine wanaondokea wanaenda, lakini watoto wanabaki kwa boma ya kwamba nyinyi mbaki mpewe shamba yenu. Kama mimi niko na mtoto mmoja, walisema kwamba hakuna mtu unishughulikia, mimi nikianza na mwenyewe. Hata tangu nizike bwanangu sijaiona madailo katika boma yangu, hajawahi kuja hata kunitembelea, na nilikuwa na mtoto wake. So ikapata kuelewa kwamba sikupendwa katika ile boma na kila mtu. Eric ndiye alikuwa ananipenda, alikuwa anaitwa Eric ndiye alikuwa ananipenda, na hata ndiposa nikawa namwambia mwingine, hata Eric akafufuka leo tutapendana tu na yeye vile
vile tu tulikuwa tunapendana, lakini familia yake mimi siwezi pendana nao, japokuwa ni vile tu mimi ni mtumishi, itaniumiza tu, lakini nitajikakamua kuwa pale kwa sababu mtoto amezaliwa kwa ile boma. So utapata watu wanapitia vitu tofauti. Kama serikali ikipitia pale kupitia na ID watasaidia ule mama. Sasa kuna mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa na ni mjane, ana shida kama yako, ama pengine kuna mtu ambaye ameona mjane mahali anataka kutesekana, anaona kupitia kwako wewe utaweza kumpatia msaada. Watakupata namna gani? Kama nambari ya simu wapatie. Nambari ya simu ipo kwa yule mjane, ako pale, uko maeneo gani, hata uko nje ya nje. Baba yangu anasema yeye ni international, na mimi nitasema mimi hapa kama mwana katika yale madhabahu, na mimi pia ni international kwa kupitia mambo ya wajane, kupitia vijana wa mtaani. Hata nikienda Amerika nitahubiria vijana wa mtaani, hata nikienda Korea nitahubiria hata na mama mjane, na nitawaleta pamoja kuambia kwamba mjane si ule wa kukaa na kulia na kujihurumia. Yesu alikuja akaleta ukombozi na mambo yako, na sio tu kukaa katika huu Mungu mwingi sana. Acha nirudie, babangu anasema si kukaa tu ukiomba kila saa. Amka, aenda shambani, lima, tafuta kitu, tengeneza, uza, utengeneze maisha, ujenge maisha yako, na nitashukuru Mungu kwa kila jambo. Nambari ya simu. Nambari yangu ya simu ni 0746 812 115. 0746 812 115. Barikiwe. Asante sana mpenzi mtazamaji, natumai umepata mambo mawili matatu ambayo yataweza kusaidia, na hii leo umejua ya kwamba mjane ana haki ya kuishi. Mjane ana haki ya kumiliki kitu chochote kama mwanadamu yule wa kawaida. Kwa hivyo si haki ama si vizuri wewe kumdhulumu mjane pale nyumbani, hata kama haukuwa unampenda, sio wewe ulimuoa. Sawa. Kwa hivyo acha atendewe haki na apewe ambacho ni chake. Mwelekezi wangu ananieleza ya kwamba muda wetu umeisha kabisa. Pia nami nashukuru kwa sababu ya mchango wako kutufuatilia na kuhakikisha kwamba sisi tuko. Kumbuka niko hapa ni kwa sababu yako. Pasipo wewe singekuwa nimefika hapa. Na kama vile Bethel Clouds TV tunasema asante sana kwa mchango wako, kwa umbali ambao umetutoa na support ambao umetupea. Nitakukumbusha tu ya kwamba kama huja subscribe kwenye YouTube channel zetu, tafadhali fanya hivyo. Na uko pale nyumbani, wewe ni mwanasiasa, wewe ni muimbaji, ama wewe ni mwanaharakati na kuna mambo ambayo unataka tuweze kuzungumza na wewe, basi tupigie simu kwa 0722395555, ama vile vile unaweza tupigia simu 0703962229 na bila shaka tutaweza kuwasiliana na wewe. Kumbuka tuko hapa jijini Nairobi, tunapatikana pale Covey Plaza, meza 9 floor. Ukitembelea pale bila shaka utaweza kutupata. Kumbuka kipindi hiki kimeletwa kwako kwa hisani ya Bethel Clouds Communication Limited, ambapo tunafanya web designing, graphics and design, na pia tunafanya media coverage zote, haijalishi ni sherehe gani, na pia tunafanya live stream. Kwa hivyo tupigie kwa hizo nambari ambazo tumeweza kukupatia basi, na bila shaka tutaweza kukushughulikia. Asante sana kwa muda wako. Jina langu naitwa Job Wamalwa, na kumbuka kipindi imekuwa ni Jukwaa la Busara. Kwa heri, tukutane juma lijalo. Hihi ni we atena uheo ngombo ya kuma 10,000 nginyagia 100,000 weyandikithia na Besma Sacco. Gutire kindu kana mundu uretio wa kurugamirira ngombo yaku. Weyandikithie, weigire, no heo ngombo ya hau ucoke urihage kahora. Besma Sacco reke tuguteithiririe gukuria biashara ona kana kugura mugunda, ngari na mashini cia wira. Ngoro kuria nyama kimanyendagia phone accessories. Mahinda maria ndaiguire wira wakwa no acoka thi, ni ndathire kwa Besma Sacco na makindeithia na mbeca cia kubusti wira. Mahire 500,000 na riu wira wakwa ni ukirite no gathi wega muno. Araniria na ithwe kuhitukira 0712228490 kana wigire rurenda rwa www.besmasacco.co.ke.